Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za ndoto, na leo tutazungumzia tafsiri ya kuona tendo la ndoa fil manami, usingizini, libni Sirin, kwa mujibu wa Ibn Sirin, lilhamili, kwa mjamzito. Kwa maana kwamba mjamzito akiota yuwafanya tendo la ndoa, kwa mujibu wa Ibn Sirin, according to Ibn Sirin, ndoto hii inakuwa inaashiria nini? Naam, leo nitakwenda kukujuza biidhnillahi tabaraka wa taala, lakini kabla tujaendelea, ndugu yangu, nikukumbushe, kama unahitaji visomo vya kuangamiza uchawi, visomo vya kuangamiza hasadi, visomo vya kuangamiza mashaitani, na visomo vya kurahisisha mambo yako, kwa maana ya dua, mambo yako yamekuwa magumu ya riziki, unachukiwa na watu bila sababu za msingi, unakosa ndoto, unasahau ndoto, mashaka yamekuandama katika maisha yako, hebu tuwasiliane biidhnillahi taala tuweze kukusaidia kupitia dua. Dua ni ibada, dua ni silaha ya muumini. Dua inaondosha matatizo na dua inazuia matatizo, kwa kauli ya Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naam, ndugu zangu watazamaji, wanawachuoni Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema alhamilu lati, mjamzito ambaye tara fil manami, yuwaota usingizini, anna zaujaha, ya kwamba mume wake, yani huyu mjamzito mume wake, yujamiuha, anafanya naye tendo la ndoa. Yani mjamzito akiota yuwafanya tendo la ndoa na mume wake. Ibn Sirin anasema yushiru, ndoto hii inaashiria, ndoto hii inamaanisha ila anna alwilada, ya kwamba kujifungua, satakunu muyassara, kutakuwa ni rahisi biidhnillahi taala, kwa maana ya huyu mwanamke atajifungua kwa urahisi kabisa, wala asiwe na shaka, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu atajifungua kwa urahisi, mjamzito akiota yuwafanya tendo la ndoa na mume wake. Na maana ya pili, Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala yuwasema kama anna aljimaa, kama tendo la ndoa fil manami inda alhamili, yani mwanamke mjamzito akiota yuwafanya tendo la ndoa. Maana nyingine hii anasema Ibn Sirin, yushiru, hii ndoto inaashiria ama inamaanisha ila annaha, ya kwamba huyu mwanamke, huyu mjamzito, satalidu waladan saliman muafi, atajifungua mtoto salama na mtoto mwenye afya. Huyu mjamzito atajifungua mtoto salama, yani mtoto atakuwa salama kabisa, na huyu mtoto kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakuwa ni mtoto mwenye afya. Naam, hiyo ni maana ya pili. Lakini maana ya tatu, Ibn Sirin anasema yushiru aljima'u fi manami alhamili wa hiya sa'ida, anasema ndoto ya tendo la ndoa kwa mjamzito, akiota yuwafanya tendo la ndoa mjamzito, wa hiya saida, hali ya kuwa ni mwenye furaha, yani yuwapenda lile tendo, huyu mjamzito yuwafurahia. Ibn Sirin anasema ndoto hiyo inaashiria ila alkhairi alqadimu ilaiha qariban, kwamba hivi karibuni kuna kheri inamjia huyu mwanamke mjamzito, kuna kheri hivi karibuni inamjia, kuna kheri atapata huyu mwanamke kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, akiota yuwafanya tendo la ndoa wa hiya saida, hali ya kuwa ni mwenye furaha, hiyo ni ndoto nzuri biidhnillahi tabaraka wa taala.
Naam, lakini anaendelea shekhe, anasema maana ya 4, anasema aljimau min rajulin gharibi fi manami alhamili, kufanya tendo la ndoa mjamzito, yani ndoto ya kufanya tendo la ndoa mjamzito na mwanamume asiyemjua. Mjamzito akiota yuwafanya tendo la ndoa na mwanamume asiyemjua. Ibn Sirin anasema dalalatu ala almushkilati sihiyya, hiyo inaashiria matatizo ya kiafya, allati tamurru biha, ambayo yuwapitia huyu mjamzito fil fatrati alhalia, katika wakati huo. Ina maana huyu mjamzito, inaashiria kuna matatizo anayapitia katika wakati huo. Akiota mjamzito yuwafanya tendo la ndoa na mwanamume asiyemjua, sio mume wake wala si mtu anayemjua, bimaana rajulun gharib, hiyo ndoto wallahi ni katika ndoto mbaya, kwa sababu inaashiria ama inamaanisha matatizo ya kiafya ambayo yuwapitia huyu mwanamke katika fil fatratil halia, kwa kipindi hicho, yani katika wakati huo. Ina maana huyu mwanamke yuwapitia matatizo na shida. Umeeleweka uzuri Tayib. Lakini maana ya 5 shekhe anasema bainama aljimau fi manami alhamili wa hiya ghairu sa'ida bihi, mwanamke mjamzito akiota yuwafanya tendo la ndoa hali ya kuwa hajalifurahia lile tendo la ndoa. Mjamzito akaota yuwafanya tendo la ndoa lakini hajalifurahia lile tendo, yani kama anayefanya kwa kulazimishwa hivi, sio kwa kutaka kwake, wala sio kwa furaha, wala sio kwa mapenzi, hali ya kuwa na yeye ni mjamzito. Mjamzito akiota ndoto hiyo, Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema hiyo ni dalala, hiyo ni ishara ala almaswaibi, ishara ya misiba, ya matatizo, walmushkilati, ndio maana hiyo maana yake changamoto, matatizo, allati tamurru biha, ambayo yuwapitia huyu mwanamke au atapitia huyu mwanamke matatizo na changamoto. Mwanamke mjamzito akiota yuwafanya tendo la ndoa, wa hiya ghairu sa'ida bihi, hali ya kuwa hana furaha na tendo hilo, basi huyu mwanamke atapitia maswaib, mitihani mingi sana, changamoto, wal mushkilati, na matatizo huyu mwanamke atapitia. Kwa hiyo ili kuyaepuka haya, huyu mwanamke anatakiwa afanyiwe dua, na kama mwenyewe anaweza basi ajifanyie dua za kinga ya matatizo, kinga ya mabalaa, kinga ya changamoto katika hali yake ya ujauzito, na ule wakati wa kujifungua biidhnillahi taala, Mwenyezi Mungu amkinge na mitihani na matatizo na majanga, na ajifungue salama. Kwa hivyo hizo ndio maana ya tafsiri ya kuona tendo la ndoa usingizini kwa mujibu wa Ibn Sirin kwa mwanamke mjamzito. Ama kwa yule atakayehitaji tafsiri ya ndoto yake binafsi, ndugu yangu mtazamaji, umelala ukaota ndoto yako, ukaamka ukasema ngoja nimpigie imamu anitafsirie, Shabani Mponda, basi ndoto binafsi tunatafsiri kwa malipo, tunatafsiri kwa sadaka, na sadaka ni nafuu, wala usiogope, usitishike, tutafute tukutafsirie ndoto yako. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.